Nani baba yake? Yani babu yake Yesu ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura at-Tahrim, naam, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Swali naweza kuwa nao kwa Uislamu ni kwamba sisi ni Wakristo. Nyinyi mnaamini Muhammad. Ndio. Na sisi tunaamini Yesu. Ndio. Utofauti ni huu, sisi Yesu alikufa na akafufuka. Na swali kwenu, je, Muhammad hakuwahi? Yako ya Jumamosi umepata? Ndio tunaangalia. Tuko karibu kuipata. Huyu ni wa Jumamosi, Jumapili natafuta yake. Yako ya Jumamosi imepatikana? Jumamosi iko. Si bibi, usimsumbue pasa na hiyo. Hii Biblia. Na mkituambia mnaenda kufanya research tukuje kesho tuko tayari. Ndugu yetu wa Jumapili, tuna deni na wewe. Sawa. Tuna deni na wewe. Nitakuja hiyo ututhibitishie wapi mmeambiwa muabudu Jumapili. Ndugu yetu nawe karibia hapa. Na wewe pia tuna deni na wewe. Wapi mmeambiwa muabudu Jumamosi? Mimi naitwa Isaac na mimi ni Muislamu. Na wewe? Mimi naitwa Polycarp, mimi ni Mkristo. Asante sana. Karibu sana katika TV yetu online ambayo tuko naye hapa. Na lengo letu ya kutoka nje ni kwa ajili ya kutaka kuwafahamisha ndugu zetu katika binadamu wa Kristo Uislamu ni kitu gani, na pengine mna swali ungependa kuuliza kuhusu dini ya Kiislamu vile unavyofahamu Uislamu. Kwa mfano mimi naabudu msikitini, na wewe unaabudu wapi? Kanisani. Bila shaka leo tulikuwa siku ya Jumapili, nadhani umehudhuria kanisa kama kawaida. Yeah. Asante. Je, kuna swali ungependa kuuliza kuhusu dini ya Kiislamu pengine, ama kuna jambo ungependa kuuliza katika Uislamu? Yako mambo mengi sana ungependa kujua, lakini kwa sababu Wakristo wakuje msikitini na sisi hatuendi kanisani, maybe kupatana kwa ni ngumu. Lakini kwa leo tumetoka nje ili tuwe kujalia mambo kama haya. Je, kuna swali ungependa kuuliza Waislamu pengine? Swali naweza kuwa nao kwa Uislamu ni kwamba sisi ni Wakristo. Nyinyi mnaamini Muhammad. Ndio. Na sisi tunaamini Yesu. Ndio. Utofauti ni huu, sisi Yesu alikufa na akafufuka. Na swali kwenu, je, Muhammad hakuwahi? Asante. Swali anauliza nzuri kakangu. Wao wanaamini Bwana Yesu na sisi tunaamini Muhammad. Katika itikadi yake ni kwamba Yesu alikufa na akafufuka. Je, Muhammad naye yuko hai? Swali nzuri kabisa. Muhammad alikufa kama vile manabii wengine walivyokufa, kama vile Musa, kama vile Ibrahimu na manabii wengine. Lakini kwa mujibu wa vitabu vya Mungu, unajua binadamu akifa mwili ndio unakufa, lakini roho inarudi kwa aliye itoa ambaye ni Mwenyezi Mungu. Si ni kweli eh? Kwa hivyo Muhammad alikuwa kama nabii wengine wale. Na si kwamba nyinyi mnaamini Yesu na sisi hatumwamini Yesu. La, even as a Muslim tunaamini Yesu kama ni mtume wa Mwenyezi. Hebu sikia Qur'ani kidogo. Hapa nimejaliwa kukuja vitabu, na kuna kitabu changu ambaye ni Qur'ani na kuna kitabu chako ambaye ni kitabu cha Biblia. Hebu tusikie kidogo kuhusu imani ya Bwana Yesu. Waislamu wanasema namna gani kwanza? Qur'ani sura ya 3 yake ni 45. Naam. Naam. Allah anasema hivi. Kumbukeni aliposema malaika. Kumbukeni waliposema malaika. Ewe Maryam, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume, bali kwa kutamkwa neno tu litokale kwake Mwenyezi Mungu la kukwambia zaa, ukazaa pasi na kuingiliwa. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam, mwenye heshima katika dunia na akhera, ni miongoni mwa watu waliopelekwa mbele kabisa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hii ndio Qur'ani ambayo Waislamu tunaamini. Kwanza imemzungumzia Bwana Yesu alivyozaliwa, kwamba amezaliwa na mwanamke asiyejua mwanaume, na tumeambiwa ndani ya Qur'an ni mtu mwenye heshima kabisa. Hiyo ndio Qur'an. Kwa hivyo usione kama mnaamini Yesu, sisi tunaamini Muhammad, sisi hatumjui Yesu. La, Yesu ndani ya Qur'an ametajwa, na Muislamu lazima amwamini Bwana Yesu na kitabu aliyopatiwa ambaye ni kitabu cha Injili ama Gospel. Hapo tushamaliza. Step ya pili, ukasema Yesu alikufa na akafufuka. Je, Muhammad naye habari zake ziko namna gani? Muhammad alikufa lakini hakufufuka. Na habari za Bwana Yesu imetajwa ndani ya Qur'ani. Hapo kidogo Muhammad anasemaje kuhusu habari za Bwana Yesu ndani ya Qur'ani katika sura ya 7 aya 157. Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Pepo kidogo nasumbua, inasema na kwa ajili ya kusema kwao sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Maryam, mtume wa Mungu, hali hawakumuua wala hawakumsulubisha, bali alibabaishiwa mtu mwingine wakadhani ni Nabii Isa. Hiyo ni habari ya Bwana Yesu Muhammad atuelezea na Qur'an kwamba walikuja Mayahudi kwa Bwana Mtume Muhammad wakamwambia, we Muhammad, unavyozungumza kwamba ni mtume wa Mwenyezi Mungu, sisi tulimuua Yesu mtoto wa Mariamu, tena mtume wa Mungu. Kwa hivyo na Muhammad ukiendelea, tutakuua kama tulivyomuua Bwana Yesu. Ndio aya inakuja inamwambia Muhammad hawakumuua wala hawakumsulubisha, bali walibabaishiwa mtu mwingine wakadhani kwamba huyu ni Bwana Yesu. Kwa pamoja Lakini imani yako naamini kwamba Yesu alifanyaje? Alifufuka baada ya kufa, si ni kweli Ni kweli. Je, katika Biblia uko na ushahidi kwamba Yesu alikufa? Niko na ushahidi, ile kidogo nimesahau iko katika nafasi gani. Lakini niko na uhakika Yesu alikufa na kafufuka. Je, mahali ambaye uko na ushahidi pengine unaweza kukumbuka katika Biblia inasemaje, pengine nikusaidie? Inasema imeratibia ya kwamba mwana wa Mungu atakufa na baada ya siku 3 atafufuka. Na hiyo fasi ningejua, lakini imeenda kidogo. But kuna fasi inathibitisha ya kwamba Yesu alikufa na kafuka baada ya siku 3. Hiyo ni kitabu cha Biblia. Bila shaka hapa niko na Biblia. Tulikuwa tunasoma Qur'ani kwanza, tumeingia ndani ya Biblia. Tuangalie kifo cha Bwana Yesu namna gani kimeelezewa katika kitabu cha Biblia. Hebu nifungulie kitabu cha Mathayo 12 aya yake ni ya 38. 12:38 Mathayo. Ndio. Haya, wacha nifungue yangu Injili ya Mathayo 12:38. Ungepumzika tu hapo ingekuwa ni vizuri sana. Hapa 12:38 kitabu cha Mathayo. Andiko la 38 katika kitabu cha Mathayo inasema hivi. 12:38 Mathayo. Inasema hapo, baadhi ya waandishi na Mafarisayo wakamjibu wakasema, Mwalimu, twataka kuona ishara kwako. Akajibu akawaambia, kizazi kibaya na cha zinaa chatafuta ishara, wala hakitopewa ishara ila ya nabii Yona. Kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo hivyo mwana wa Adam atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. Bila shaka huyu ni Bwana Yesu anazungumza. Anasema hivi, kama vile Yona alivyokuwa ndani ya tumbo ya samaki siku ngapi? Usiku na mchana, hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa katika moyo wa nchi. Swali kuu tunajiuliza, Yona unamjua? Namjua, namfahamu. Yona alikaa ndani ya tumbo ya samaki siku ngapi? Siku 3. Yona alipokuwa ndani ya tumbo ya samaki alikuwa hai ama alikuwa maiti? Alikuwa hai. Alikuwa hai. Na Yesu asema, mfano wangu ni kama wa nani? Mfano wangu utakuwa kama wa nani? Hebu rudieni hapo hiyo kipengele. Ngoja tuirudie. Taratibu tu, wala hatuna haraka. Inasema hivi, hapo baadhi ya waandishi na Mafarisayo wakamjibu wakasema, Mwalimu, twataka kuona ishara kwako. Akajibu akawaambia, kizazi kibaya na cha zinaa chatafuta ishara, wala hakitopewa ishara ila ya nabii Yona. Kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo hivyo mwana wa Adam atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. Sasa Yesu asema kama vile Yona alivyokuwa ndani ya tumbo ya samaki siku 3 usiku na mchana, hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 usiku na mchana. Tunarudi kwa Yona. Je, Yona akiwa ndani ya tumbo ya samaki alikuwa hai ama alikuwa maiti? Alikuwa hai. Asante. Na Yesu asema mfano wake utakuwa kama wa nani? Kama wa Yona. Kama mfano wake utakuwa kama wa Yona, je, atakuwa ako hai ama atakuwa kwa maiti? Atakuwa ako hai. Kwa hivyo Yesu kufikia hapo, kama mfano wake utakuwa ni kama wa Yona, atakuwa hajafanyaje? Tuseme
Yona alikuwa hai, si ndio? Na Yesu asema mfano wangu ni kama wanani? Ni kama Yona. Kwa hivyo pia Yesu atakuwa ako? Hapo naweza sema Yona hawezi kuwa kama Yesu kwa sababu hata Yesu mwenyewe ndiye alituma Yona apeleke injili. Hebu ndio pole pole kabla Yesu amtume Yona. Tutakuja huko. Kabla amtume Yona, Yesu mkweli muongo? Ni ukweli. Ashazungumza uongo siku moja? Amana, hamna. Na hawezi, si ni kweli? Na hawezi. Tunaamini Yesu maneno yake ilikuwa ni ya kweli kwa kuwa alikuwa ametumwa na Mungu, si ni kweli? Naam. Swali anasema, mfano wangu mimi ni kama wa nani? Mfano wangu utakuwa kama wa nani? Yona. Yesu mwenyewe ndiye amesema ama ni nani amesema? Yesu. Je, ni Yesu alisema ama hebu turudi hapo tena. Ni Yesu alisema ama ni nani? Haya, tunarudia tena. Yaani hatuna haraka, ni kufundishana. Inasema hapo baadhi ya waandishi na Mafarisayo. Wakamjibu wakasema, mwalimu. Ukisikia mwalimu kwa mujibu wa Biblia ni nani? Mwalimu ni Yesu sasa. Ni Yesu sasa. Yeye ndio. Haya. Twataka kuona ishara kwako. Wewe Yesu ambaye ni mwalimu, twataka kuona ishara kwako. Akajibu akawaambia. Sasa Yesu ndiye anajibu Yesu anajibu sasa. Nani anaongea hapo? Yesu. Ni Yesu anajibu? Anajibu akawaambia nini Yesu? Akajibu akawaambia, kizazi kibaya na cha zinaa chatafuta ishara, wala hakitopewa ishara ila hayo ni Yesu anaongea tu, ila ishara ya nabii Yona. Kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku. Ndio. Sasa kufikia hapo nani anaongea? Bado ni Yesu anaongea. Anasema hivyo kama vile Yona alivyokuwa siku 3 usiku na mchana, ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku ngapi? Siku 3. Kwa hivyo Yesu mwenyewe amesema mfano wake ni kama wa nani? Lakini hapo mfano wa Yesu hawezi kuwa kama wa Yona. Swali, je, sisi nafaa tupinge maneno ya Yesu ama tuyaamini? Mnafaa kuyaamini. Yesu amesema mfano wake ni kama wa nani? Yesu, hata wewe ni mfano wa Yesu. Si ni ukweli? Mimi ni mtu na Yesu alikuwa ni mtu, nakubali. Lakini kitu ambacho kinalinganishwa hapa, Yona alikuwa ndani ya tumbo ya samaki siku ngapi? Ni siku 3, ni ukweli. Na nyinyi mnaamini Yesu alikufa siku ngapi? Siku 3. Siku ya 3 akafanyaje? Akafufuka. Sasa kabla ya kufufuka anasema mfano wangu ni kama wa nani? Sasa mimi nataka kukuuliza swali. Auliza. Swali na kuuliza hili. Kwa nini Jona alikaa siku 3 katika tumbo ya samaki? Ndio. Na ni kwa sababu gani aliingia pale? Kwa sababu kuna kitu kilitendeka ndio Jona akajipata pale. Jambo la kwanza, Yona kwa nini akaenda ndani ya tumbo ya samaki? Alipatiwa amri ya Mwenyezi Mungu, kisha ile amri akataka kuikimbia. Alipotaka kuikimbia anatoka katika ule mji ambaye Mungu alikuwa amemtuma, ndio Mungu akajalia akaingizwa ndani ya bahari, akamezwa na samaki, ndio aendelee kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu alikuwa ameikimbia. Hiyo ndio ilikuwa sababu. Hivyo ndivyo mwana wa Adamu ambaye ni Yesu atakavyokuwa siku 3 usiku na mchana katika moyo wa inji. Kwa hivyo kufikia hapo Yesu atakuwa hajakufa. Yesu alikufa akafufuka. Hiyo ni tunaelewana ama nini hapo? Nataka tuanzie hapo tuendelee hapo. Je, wewe unaamini Yesu alikufa akafufuka ama unasema la? Aha, swali nzuri. Je, naamini Yesu alikufa akafufuka au unasema la? Kwa imani yangu kama Muislamu, mimi siamini kama Yesu alikufa. Uamini kama Yesu alikufa? Kwa mujibu wa Qur'ani inatuambia Yesu hakufa. Okay, na swali lingine. Yesu aliteguliwa na nani? Yesu alikuwa mtume ama alikuwa nabii? Yesu alikuwa zote mbili. Yesu alikuwa mtume na nabii. Kwa mujibu wa Qur'ani, Yesu alikuwa. Hebu nifungulie Qur'ani kwanza. Qur'ani sura ya 61 yake ni ya 6. 61:6 Qur'ani. Naam. Sura ni ya 61 aya yake 6. Sema baada billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. 61 aya 6 inasema hivi. Nakumbukeni aliposema Isa ibn Maryam. Ukisikia Isa ibn Maryam maana yake ni Jesus the son of Mary, Yesu mwenyewe, Kuambia Mayahudi, enyi wana wa Israeli, ndio mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Kwa hivyo Yesu alikuwa ni mtume na nabii, tena kwa wana wa Israeli kwa mujibu wa Qur'an. Wewe unaamini Yesu ni nani kwani?
Yesu ni mwana wa Mungu. Na alitumwa hapa duniani akufe kwa sababu ya dhambi zetu. Akufe kwa ajili ya dhambi zenu. Na maandiko inasema ya kwamba asiyemwamini mwana wa Mungu hata uona ufalme wa mbinguni. Lakini hakuna mahali nimesikia ya kwamba ama Qur'ani inasema asiyemwamini Muhammad hata uona ufalme wa mbinguni. Kwa sababu gani? Swali yako ni nzuri. Jambo la kwanza unasema Yesu ametumwa kwa sababu ya dhambi zenu. Kuja kuondolea dhambi. Jambo la kwanza hilo. Ya pili, asiyemwamini mwana wa Mungu hatapata uzima wa milele. Hii ndio imani wa Kristo mnavyoamini. Kwanza tuanze kuhusu dhambi. Hebu nifungulie kitabu cha Yohana 8:21. 8:21 Yohana. Acha tufikie kitabu. Kipengele cha kufa kimeachwa mahali. Tumsaidie watu kuhusu kifo cha Bwana Yesu. Haya, Yohana. Luka kitabu ni cha Yohana 8:21. 8 nimekamata andiko lake la 21. Haya. 8:21 inasema hivi. Basi inasema basi akawaambia tena. Mimi naondoka. Yesu asema mimi naondoka, nanyi mtanitafuta. Na nyinyi mtanitafuta. Mtakufa nanyi mtakufa katika dhambi yenu. Yesu asema mtakufa katika dhambi zetu. Na ndio kila Jumapili kanisani mnaimba, na kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe mbele za Bwana, siku hiyo inakuja. Yesu asema mtakufa katika dhambi zenu, katika dhambi zetu. Kwa sababu hakuna mtu anabeba dhambi za mwingine. Sasa vipi leo Yesu akuja akufe kwa ajili ya dhambi zenu wakati maandiko yanaweka wazi kila mtu atakufa kwa ajili ya dhambi zake? Okay, hapa naweza zungumzia hivi. Ndio. Ukweli mtu atahukumiwa kulingana na matendo yake. Ndio. Lakini labda tungepotea dunia mzima, lakini Mungu akajitolea, Yesu akajitolea mwenyewe. Akava. Ni venye yani unasema baada uchape mtoto wangu, nichape mimi mwenyewe. Ile uchungu mtoto wako angesikia uhisi mwenyewe. Sasa Mungu naye akatuma Yesu. Hata Yesu akiwa msalabani alikuwa anaomba Mungu, kama ni mapenzi yako uniondolee hiki kikombe. Ndio. Lakini ilikuwa mapenzi ya Mungu ili Yesu akuvie dhambi za mwanadamu. Kwa hivyo nilikuwa ni mapenzi ya Mungu Yesu akuja kufie binadamu ili wewe usamehewe. Hebu Luka 23:2 inasemaje? Kitabu ni cha Luka 22:3. Luka 22 andiko lake la 3. Andiko linasema Shetani akamwingia Yuda. Yuda unamfahamu? Namfahamu. Alikuwa mwanafunzi wa nani? Wa Yesu. Endelea. Akamwingia Yuda aitwaye Iskarioti. Naye ni mmoja katika wale 12. Akaondoka akaenda akasema na wakuu na makuhani na majemedari jinsi atakavyoweza kumtia mikononi mwao. Wakafurahi. Sasa huyu Shetani akamwingia Yuda. Yuda akaenda kumsaliti nani? Yesu. Yesu awekwe juu ya msalaba. Asante. Shetani amemwingia Yuda. Yuda akiwa na shetani ndani yake ameenda amesaliti Yesu. Yesu ameshikwa amewekwa msalabani. Shetani amefurahia ama amekasirika? Amefurahia kwa sababu ile mpango yake ya Yesu akufe imefaulu, si ni kweli? Imefaulu. Swali kuu inajiuliza, kama wewe Yesu akiko msalabani umepata wokovu kupitia kifo cha Bwana Yesu, je, shetani mnampatia nafasi gani katika kanisa kwa sababu amechangia wewe kupata uzima milele? Kitu ninasema shetani hakuna vyovyote amechangia. Kwa sababu hata kabla Juda amsaliti Yesu, mwana wa Mungu alikuwa amesema ya kwamba hapa vile tuko kwa hiki kikao, hata alimtaja akamwambia, Juda, wewe ninakuona utaenda kunisaliti. Akamwambia Mungu, mimi siwezi kusaliti. Akamwambia, wewe utanisaliti. Hata Petro akimkataa. Asante. Lakini kazi kubwa aliyofanya shetani, alimuingia nani? Alimuingia Juda. Yuda akamsaliti nani? Kamsaliti Yesu. Yesu kaekwa wapi? Msalabani. Kwa hivyo Yesu amewekwa msalabani baada ya Yuda kuingiwa na nani? Kuingiwa na Shetani. Asante. Kumbe wakati shetani ameona Yesu amewekwa msalabani, kwa kuwa mishoni yake imefaulu, shetani amekasirika ama amefurahia? Amefurahia. Na wewe kwa kuwa Yesu amekufa kwa ajili ya dhambi zako, pia umefurahia, umepata nini? Umepata uhai.
Umepata wokovu kupitia kifo cha nani? Cha Yesu. Kumbe aliyekupatia wokovu kupitia Bwana Yesu ni nani? Ni Yesu. Aliyekupatia wokovu kupitia kifo cha Bwana Yesu ni nani? Ni Yesu, kwa sababu yeye ndiye amekufa kwa sababu ya dhambi zangu. Aliyesababisha Yesu weko msalabani alikuwa ni nani ambaye kasaliti mwingine? Okay, hapa kitu naweza kuambia Shetani okay, nesaweka hivi, Mungu anasatumia njia yeyote ile. Asante. Kwa hivyo Mungu alitumia njia ya Shetani kuwapatia Wakristo wokovu, sawa? Kuna swali nataka polepole tu. Swali langu ni hili. Mimi ni Mkristo. Wewe ni Muislamu. Utofauti wangu, mimi naamini Ukristo. Na naamini Mungu mwenyewe alikuwa Mkristo. Unaamini Mungu mwenyewe alikuwa ni Mkristo. Na nyinyi mnaamini Mungu ni Muislamu. Je, utofauti wa Ukristo na Uislamu, tofauti ni gani? Kwanza kwa upande wetu nikurekebishe kidogo, Mungu wetu sio Muislamu. Sio Muislamu. Mbali Mungu wetu ndio ametupa Uislamu tuufuate. Lakini upande wako unaposema Mungu alikuwa ni Mkristo, cha kuelewa unamaanisha Mungu yupi? Mungu ambaye tunaabudu sisi sote. Nyinyi, niko na swali. Sisi tunaabudu siku ya Jumamosi. Mnaabudu siku ya Jumamosi. Na nyinyi mnaabudu siku ya Ijumaa. Swali ni je, kwa nini nyinyi mnaabudu siku ya Ijumaa na sisi tunaabudu siku ya Jumamosi? Hii ni swali ya pili. Swali ya kwanza, tofauti ya Uislamu na Ukristo iko wapi? Swali ya pili, kuhusu ibada ya Ijumaa na Jumamosi ilitokea wapi? Tungeanza kwanza na hii swali ya Ukristo na Uislamu. Tofauti iko wapi? Jambo la kwanza, tofauti ya Uislamu na Ukristo ni kwamba Waislamu ni watu ambao tunafuata sheria za Mwenyezi Mungu ambayo iko ndani ya vitabu. Wakristo napojua wengi wao wamepinga maandiko ya Mwenyezi Mungu. Kivipi? Kwa mfano, katika vitabu vya Mungu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, wewe ni Mkristo unaabudu siku ya Jumamosi kanisani. Mimi naabudu msikitini. Je, kuna mtume yoyote katika manabii wa Mungu aliyeabudu ndani ya kanisa kwa mujibu wa Biblia? Wengi sana. Hebu nisaidie mtume moja tu wa Mungu alienda kanisani. Ni wengi sana. Kuna mmoja siwezi kumbuka jina. Hebu tuache hao wote, tuchukue ule kiongozi wenu mnamfuata zaidi ambaye ni Bwana Yesu. Je, Yesu katika maisha yake yote yashaenda kanisa? Alikuwa anaenda kanisani. Na alikuwa anaenda mikutano. Je, kuna mahali katika Biblia inaonyesha Yesu kaenda kanisani? Andiko liko, ile hali mimi silikumbuki kwa sasa. Inasemaje? Inasemaje andiko? Siwezi kumbuka but kwa maandiko liko kwamba Yesu kaenda kanisani. Alikuwa anaenda kanisani. Hebu nikuulize, wakati Yesu yuko duniani kanisa ilikuwa? Inaweza kuwa ilikuwa kwa sababu Yesu mwenyewe yeye ndiye alikuwa anatengeneza kanisa. Hata sisi tukiwa watatu hivyo ni kanisa. Na kanisa sio chengo, kanisa ni watu. Tuko pamoja. Hata msikiti sio msikiti ndio kanisa. Nyinyi mkikutana pamoja, nyinyi ndio msikiti. Hebu tuulizane, twende polepole. Yesu akiwa hapa hauna ushahidi kwamba ameenda kanisani. Ushahidi hauna. Ushahidi ni nao, ile andiko lenye linasema ndio sidifahamu, lakini uhakika ni nao. Hebu nikuulize, ushasikia nyumba inaitwa sinagogi? Sinagogi? Naam. Ni nini hiyo? Hiyo sasa ninasema ndio ni kama kanisa. Ni kanisa ama ni kama kanisa ama ni nini? Hiyo ndio kanisa. Ndio Yesu alikuwa akienda? Ndio Yesu alikuwa anaenda. Kwa mujibu wa Biblia sinagogi maana yake nini? Because hiyo ni lugha ya Kiebrania. Sinagogi ni kama madhabahu. 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 Wewe na Biblia ni mkweli? Mimi na Biblia. Mimi na Biblia. Inachukua mimi ni ukweli kwa sababu kenye ninasema ni kenye kiko kwa Biblia. Inawezekana wewe ni mkweli ama usio mkweli? Hapana, sibatizi lakini mimi ni wa ukweli kwa sababu kenye ninasema ni kitu kenye kiko kwa maandiko. Ndio. Naam. Hebu niangalilie hiyo andiko hapo kama inapatikana sinagogi. Maelezo kwanza alafu tuende kwa andiko. Ya Kiafrika kwa nayo kweli?
Hebu angalia hapa hivi. Ama enda kitabu cha Mathayo. Luka 4:16. Haiko hiyo. Ndio. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Huyu ni Bwana Yesu. Alikuwa akiingia katika sinagogi kama ilivyokuwa kawaida yake. Si ni kweli? Naam, naam. Sinagogi kwa mujibu wa kitabu cha Biblia, ilikuwa naangalia tafsiri ya pale nyuma, Biblia zote zimeweka sinagogi maana yake ni msikiti wa Wayahudi. Lakini hii nimeona haiko. Kila Biblia pale nyuma ikiandika imewekwa sinagogi maana yake nini? Msikiti wa Wayahudi. Lakini hii nimeona hawajaweka. Ndio sehemu ambayo Bwana Yesu alikuwa akiabudu. Kanisa imekuja duniani miaka 14 baada ya Yesu kuondoka duniani, na mtume anaitwa Paulo. Paulo ndo alikuwa mtume wa kwanza kuja na kanisa miaka 14 after Jesus. Kwa pamoja Yesu baada ya kuondoka duniani ndio huyu akaja na kanisa. Kwa pamoja. Sasa hii swali lingine ya kati ya ibada ya Jumamosi na Ijumaa tunakuja huko. Kaka, habari yako? Mzuri sana. Mimi naitwa Isaac. Na wewe tukuite nani? Mimi naitwa Benson Maina. Benson Maina. Mimi ni Muislamu.